So tuanze aje? Si ni random tu. Okay. Juu tukisema tuanze link ataanza mambo ataanza kufilter. So ndio itatokea tu hiyo ndio inaanza. So mimi hata hiyo story ya madam kusema I'm independent. Ati Hakuna mdema anaongea independent. Ni rare, mimi hata sijaiona. Juu mademu wengi unasikia mdemu akisema ati mimi sitaki kupatiwa do juu ndalipa vingine. Sasa kwanza mdemu anasema wewe ni mjinga. Juu utasema aje hivyo? Na unajua at the end of the day ukiongea na boys end game ni the same. Hakuna kwani kuna maombi. Hakuna end game nyingine. End game ni the same. The same. Mimi hata usema siku hizi kuna wale mademu wanasema wananga tu msee kama kuna mimi nilikuwa nimeona mahali. Mdemu ameenda na boys amepata mdemu amekuta mdemu. Ambie ni aje? Mimi manze nimekulike. Si twende hivyo kwa keja. Mdemu amwambia sawa, twende tu hivyo saa hii. Boys anakataa. Anastuka anashangaa kwa like, yani wewe hata hujanipatia chance nirushe mistari. Anamwambia, kwa nini nirushe mistari na tunajua tu end game ni gani? Tunajua pale unaenda. Yes, ndio. Sasa kuna mdemu kama huyo mwenye ako straight to the point, iko sawa. Wewe ana reason. Juu kwa nini mpita hizo mabush zote? Mimi kwanza mademu wangu wananikasirisha. It's quite manipulative. Dem akianza kujifanya ni kama akutaki na chini ya maji anakutaka. But anataka akutese ndio ufikile point. Yani nilifanya hizi mambo zote ndio nikuwin alafu unataka kwenda. Sasa hiyo inakuanga mbaya sana. Sasa mimi wana tu that's a very manipulative thing na ni mbaya. It's not good because aneka huyo boy kwa system fulani. Huyo dem akikuja kucheat on huyo boy ama afanye kitu mbaya, huyo boy hata anaweza muua. Na sasa hapo ndio unapata kuna hizo cases. Nimesema kama unajua utaki story na msee day one, wewe hata namba kwa mimi siwezi kukupatia namba. Siwezi kukupatia namba. Hii inakuwa simple because wanga wana play along hivyo na wewe unajua tu ni final results ni the same as in boy anataka kudishi. Hauna story nyingine. So wewe kama unajua tu huyu haiwezi, ni mapema tu mkataze mapema. Ama play along na yeye lakini akikupatia vitu usiikubali. Anakupatia do wewe kataa. Mademu wale wajinga wanasema acha tu nikule. After hiyo time ikifika ameanza kukataza huyo boy. Hapo hiyo haiwezi, nini haiwezi. Hiyo inakuwa mbaya. Ama mimi naona like pia as my boys tuache kusupport hiyo ufala. Like kwani kama boy wewe uko desperate sana ambako upate hiyo like si utaweza kupata na mademu wengine. So kama dem anajifanya nakataa, mwache. Usikuwe ati una chase. The moment una chase dem anaona aya huyu nimemweka hapa. But the moment utakuwa like umekataa, sawa wewe ishia. Alafu dem ndo atakuwa like mbona boy ana interest na mimi? Sasa unajua ni boys few wanga wanadu hivyo. Wengi wanajuanga akichanda hiyo story ameenda kuflat anaona hii mambo inaenda fit. Yeye anajuanga lazima utamjenga. So ukianza kumjenga hapo ndo kunamngana noma. Lakini maboy wanafukuacha hivyo. Wengi wanakuambia sasa unajua maboys wengi wanapata boy ako na do. Sasa do ndio inamuongelelea unaona yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ni sprinkle mado hapa. Mistari hakuna sasa do ndio inamuongelelea. Nao mademu nao si wanapenda penye do iko. Hapo ndo penye mademu wanaenda. So hiyo ndo blanda yenye iko saa hii. Alafu kama wewe ni msi uko na do utreat them vibaya. Atakuwa blind to venye umemte. Hata umuite ndio word umuite nini umwambie kwenda huko unataki kuona. Ati B word sasa kusema juu ya kamera. Juu ya kamera. Kamera imedu nini? Naweza sema itrigger watu wako like kai. Sasa unajua ni wewe peke yako ndo unajua. Sasa hatujui. Okay, beach word. Si ndio nimesema sasa. Hii si ni jina ya kawaida. Okay, so ukiwa na do sawa. Lakini kuna mademu atakuwa offended vibaya sana. Ana jangori. Ana jangori. What did you just feminist group uko wapi? Lakini mimi nasema hiyo ni jina tu. Nimesema ukiwa na do unaweza kutabiri. Ukiwa na do hawezi
lakini ukose do ama uko tu middle class na una do alafu umuite beach. Kesi kubwa sana. Lakini mimi usema mimi hata mimi prefer basi ukuwe na do na utreat madem vibaya kama hiyo ndo language wana understand. Na hiyo ndo language wana understand. Kupita uko na do alafu sasa unatreatiwa kama slave na ni do yako. Kwa sababu unajua do inafaa kubuy comfort. Sasa uko na do yako alafu unatumia kwa ka slave hapo sasa ka slave hiyo ni mbaya. So maboys wanakuanga hivyo. Hiyo ni blanda nyingine mbaya sana. Kwa mimi usema kama hiyo do ina buy comfort. Kama unaweza buy nao mdem wetu mdem leo unataka. Actually at that point hapo ndo unasema mwanaume ajielewe ama hajajitambua because hapo nika ako dependent on attachment yo dem ndo feel whole. Lakini you don't need to attach na mtu ndo feel whole. You just need to look into yourself. Hiyo discussion inaonga noma sana dude. Lazima tukue deep. Acha nikwambie, hakuna mambo ya kuwa shallow. Mambo ya kuwa shallow tuliacha na last year. Ni mwaka ni kumaliza. So mimi usema mademu wengi wanakonga na hiyo fala ya ati wewe ukipata do kula. Lakini ikifika ati sijui boys anataka nini? Hepa hiyo story. Hapo ndo kuna konga na blanda nyingine noma sana. So mimi usema kama umekata vitu kata from the word go. Siko tu sawa. Sasa ni gospel. Na nimesema be word. Bitch. Haiendanishi. Ngoja tuipause tu. Pata isikiki sana. Ndani kana isikika. Maboyo wajanjaruke. Actually, I think story maboyo wanafaa kujanjaruka. Na hizi story tunafaa kukosa kuallow hizi maufala za madem. Sasa mimi sema dem mwenye mimi naweza ona akiwa ako sawa kabisa kwa 100%. Dem mwenye uko na do yako wewe una work. Na unajitegemea. Yaani uko independent kabisa. Sasa hii independence yetu anajitanga tu jina lakini lakini hakuna kitu. Ni independence ya kushow off ile ni hiyo. Hata hiyo story ya kusema ati sijui ati una nini unadai ati do kuna vile wanasemanga wakatamu. Wanasemanga do yako. Do yangu ni yangu. Yako ni yetu. Kitu fala ingine mbaya. Mimi nikisikianga Deva amesema hivyo niko like hiyo ni jinga kwa na tu jinga hapa because mimi nakwambia kitambo kama madema wako ngao wanachapa shughuli so hiyo time walipanga ma wife unaenda home uende uko na unga hiyo time ya hunters and gatherers ndio hiyo sasa ndio nilikonga time ile fit haya sasa hizi vitu zikakuja zikachange so mademo wanaona haya pia sisi tunaenda job na sasa actually noticing hivyo kwa time wanapigania waende job ndio wako independent waache ku rely on men kabisa na sasa ika happen ndio waliendanga nje wakakuwa wanapata sasa opportunities zile fiti sasa ndio saidia do unaweza kupata tota mdema anaenda tu anafanya job nyingine tu kiasi lakini sasa do anapata hapo ni alafu sasa unaona hapo pia kwa street hii atatambulika unajua ule dema kona job poa sana tumheshimu hadi tumwekee red carpet hapa atembee wewe unatoka asubuhi wewe job unaenda kupata unapata mjei unapatiwa pants alafu unatusiwa chiki ule mwanaume mchafu hata joga ati ndo dobari unasema unataka kukula hiyo si ndiko kwa fala na ndo maana mimi nachukianga buddies juu the body mentality ni hiyo ni ati a man of substance ni yule mwanaume ako na pesa mwenye like you ni ufala buddies wanafukubania from the country hadi tufike hapo unajua nimekusanya maasira zao imagine hiyo scenario leo kujira pata ni foto moja foto tu moja kari so mimi nimengangana huko mbe nikafoto ina record yes iko sawa onikana sawa wale madem husema
ati tumeenda girls night out, no boys allowed. Wanaenda wanabaiwa chupa moja, yes boys welcome. So wanakonga tu wanaenda tu solo. Ati yeah independent women, we are only going out ourselves, atukatiwi na machalio wote, wakikuja tuna send back. Sasa sinamga ya kudanganya maboys wao ama inakwanga ya kudanganya maboys wao na kujidanganya. Kujidanganya. Ati leo sio lazima tukatiwe na boy ndio tujibambe club. Sasa hakunanga doa hapo. Hakunanga. Hata unajua unachochana nayo. Hapo the funny thing na mdem anaweza kuatia na work. Na mdem bado analia ana do. Kama anashangaa nini mbaya. Ni stinginess. Actually, it's just pure stinginess. Ni kama unalipwa. Alafu ye akona mdomo ya kuita mwanaume mwingine stingy. Mimi anasema nikinotice una work unafaa tu kwa na do yako. Azini uko tu unajitegemea, unafanya tu vitu zako. Jua maboy, mi boy wote mwenye wanga anapatia mdem do tu ufala. Kwa mdem au boys ajiheshimu. Ajiheshimie. Ni blanda. Unaweza tu hiyo. Unaweza tu impact. Sawa, mambo ndio tutakaga sawa. Wewe unaingia. Ani dongo wairimo basi. Kama wairimo. Nishasema. Acha niseme story yake basi. Sema basi story ya msemo mwingine mwenye na relate, yenye inafanana kama iko close. Mimi Nicheke upate jina jinsi. Tutakaa tu. Sasa Madam Moss mimi huona sina hata kunile anaenda salon anapiga picha alafu saa ana post si utapata hapo wanaume involuntarily wanamtumia do hivyo tu, ile tu yenye amepost tu picha hivi ile tu amepost atashika ulipia salon shika. Sasa unaona hapo pia shida ni guys pia unaona juu ya amepost tu ajibambe nini lakini guys umeona picha hivi umemtumia do alafu sasa hapo kwa hiyo text anamwambia sasa ukuje sijui nini hapo ndio noma inatokea anga si akuje kwanza alafu sasa ndio juu akikuja kwanza alafu tumedoe ni kumaanisha umemlipa ya services kwa ho ni all the same. Ni kama tu vile Tony anaambia ule mnaija wake ati ni kulipa kwanza ndio unyolewe, si ndio? The same thing. So mostly hata ikwangi shida madem. Judem atapost tu. Lakini chali amende pesa ashatuma. Naoni wale machali wako na doza ku waste. But pia at the same time utapata huyu chali beshtaki amemuitisha ni aje bro uko na 2K unisaidie mazesi za kula familia pia jadishi amaze ni kubaya lakini unsolicited demaja hata ndamuliza na ndo maana niko napendanga nani unaona conscience sisi nalikuwa ni bamba juu yeye alikuwa anasemanga yeye alitumie boys do boys akili yako pabaya kupita atumie mdem yeye alikuwa anasema boys ukimtumia do amelia kwa pabaya yake ni legit na huyo ni msemo mwenye pia wewe round yako ikikufikia huo msemo yako likely kukusort mdemu wewe ukiwa pabaya wewe ni wewe ujisort ni ujisort ati guy cheki sema wewe unataka kujifanya wewe Jane iko na shida niko kwa ngori unaweza nitumia 2K hivi random Jindo. So, ati sunitumie katuke. Guy, hauna pesa zako? Hauna savings? Hauna savings? Ai. Na si nilikuwa ile siku nilikutumia 3K. Guy, mimi hata sijui utasaidika aje. Sasa utasaidika aje sasa? 3K ndio unakumbuka hadi saa hii. Kaambiwa hivyo. 3K, ile 3K unanipatia ndio unataka kulipiza. By the way, you're not a good person. Ukipatia mtu unafaa kupatia mtu bila nini mlishako sana hapo hiyo ilienda hizo so umeshako sana mtu msana hata anakwanga broke alafu at the same time my boys hawatakangi kujishukisha chini ati aombe dem sasa inafaa sasa huko ndio unafaa ukiomba sasa inafaa
Hivyo ndo utavurugwa huku, utakuwa unatupigia simu usiku. Si hata hizo simu za usiku. Unaomba dem pesa. Ni mbaya sana. Alafu sasa ukiomba dem pesa, blanda mtakosana. Haya moto aniko ukipatiwa. Utapelekwa koti. Kosa kulipa Mimi hata kwa time nyingine naomba ngwa tu do zingine za kwanza jina lako itasambazwa huko nje. Kwanza huyo nilimpatia how much? 3k, a whole 3k, mwanaume anashindwa kurudisha. Kwani anafanyanga nini? Kuna time mimi huomba do zingine za kifala, unasikia mchana kwambia hebu nitumie so 2 hata sijadishi. So unajizo do za kifala, yes ni za kifala. Utatuma. Unajua do kayo hata wewe expect irudi kwa sawa. Lakini sasa ako katakuja kuweka habit. So mimi husema however the amount, wewe kama upeanangi do wewe usipeane. Wewe hata picha. Wewe mwambie hata wewe vile uko baba hivyo. Kwanza kuna trick nyingine nilikuwa nimelearn kwa boys fulani alikuwa na doom. Dem akimwitisha do. Sema aitishe punch. Hata mnyime ile complete. Hata lia tu sasa hata mimi kibaya kuna kitu nataka kufanya. Lakini acha nione naweza pata do ngapi. So kwa hiyo 500 hata mwambie mandera nimeangalia. Do naweza spare hapa hivi ni 200. Wewe unaonaje hiyo do itataka kusaidia? Nitumie tu hiyo nione kama nitaongeza ingine. Naweza lapta kwa msemo mwingine. So unafikiria mdema akipata hiyo do kwa msemo mwingine ataitisha hiyo balance ama ataitisha bado initial yenye alikuwa anataka. Shiritisha tu bado hiyo punch. Lakini sasa wewe side yako kama wewe ni msee wezi ambia msee hapana. Ukipeana hiyo so 2 at least unalikuwa upatiane punch. Kuna at least umesave 300. So ako ka trick at least niliona inasaidia maboys. Kama boys wengi wakilaniwa at least wanaweza kuwa better. Ama kama boys kama utaki kuomba pesa, look broke. Don't look broke. Kama gidi. Don't look broke. Look stingy. Look stingy. Stingy. Mtu anakaa aje, hebu tuoneshe example. Stingy ni dem atasema guy nasikia njaa, utamwambia siondoka bye. As in act stingy and look stingy. Umegani ni kwa kama ni kulook. Act stingy. Tunakichanganya. Si gani. Act. Look kama kwa act stingy. Don't look stingy. You can look expensive but act stingy. Heri hata amini aje. Watamini aje kama una look expensive na una act stingy. Si watajua huyu hata hatuwezi muomba pesa. Hakuna kitu atatusaidia. Hakuna kitu atatusaidia je atakataa. Hata heri jina lako iende ikaribiwe huku nje. Kai, niko na nakwanga stingy. Hata sitakangi stories zake. Yes. Wewe unapenda hivyo? Like that ndio ule sasa mwenye nataka kuspend on money on them atakuwa like ni stingy kwenyu, mimi akwangi stingy kwangu. Unaona? Ina make sense. Ndio mimi usema tu yani ni ngumu. Ndio mimi ingenajoanga mimi mdem. The moment tu umemzoesha do kwanza day 1 hiyo ndio inasemanga kila kitu. Ushamuonesha unaweza mpatia fare kuenda. Siku moja akuja kwanza kumpatia fare. Ni blanda. So tu ni hiyo day 1 ndo ina matter. Na mimi usema hiyo kuitwa stingy hata mimi inaunga fiti. Wewe itwa stingy. nikajiuliza kama sijaituma fare. Wewe ukose. Si pako ni normal. Wanakujanga wanajiletanga. Labda ya appreciation. After. Yaani time ya kuenda sasa. Shika zako. Nimefurahia service. Kwa income. Nitongo income tax. Chukua hii sasa toka. So mimi kemi usema mdema acha kuje. Time nyana isia unaweza mpatia kafea hiyo ina noma. Si hata kulipa. Unaona ukimpatia do mob, sema upatiane mdema amekuja kumpatia do mob, hiyo ndio sasa nikao umelipa. Wewe mpatie fare. Sema anaenda Udhiru, unajua hiyo place ni so 2. Wewe mpatie hiyo so 2. Lakini vina tusifanye double standard. Akuje ajirudishe. Si ndio alikuwa anataka mechi. Akuje ajirudishe. Haya ni wewe ulikuwa umeomba mechi. Kani mimi nilikuwa nimeomba na ameagree na ameniambia hana fare, fine. Kani mimi nilikuwa nimeomba obvious anaga fare. Okay, kani mimi nilikuwa nimeomba na nataka mechi, akuje Alafu ajirudishe. Si atakuja atumie token zangu, aoge, akule food yangu, tume cancel out. No money token. Tume cancel out.
Kwani mimi ni babako nikulipie pesa zako? Tulia. Je, hii story itafanya nimuulize relationship yake ya mwisho ilikuwa lini, mwaka gani? Relationship yangu Ile serious yenye umefocus. Cause mimi personally nikiweza sema mimi yangu ni kitambo sana. Naweza sema maybe 2014. Hiyo ni ile nilikuwa nimefocus ile mama. Hizo mjinga za mama mimi siwezi kuanga serious. Kwa mjinga. Kitambo kila mtu lazima awe mjinga. Hiyo ni kitambo. Ilikuwa before nihamie huko. Yeah, nikiwa. Lazima ndo time ulikuwa umesettle na mse mmoja. But at some point niona hiyo ni ufala juu. Who am I kidding? I'm not married. Mbona najekelea responsibilities zingine niko married? Lakini mimi husema hiyo topic kuna wase wanaongea automatically lazima kuwe na msee. Hata wakiachana na mtu lazima atafute msee mwingine. Azini yeye wanga believe anaweza kaa tu hivyo. Nani watu wako wanakuanga na attachment style ya kuattach. Like attachment style like ya kuattach. Kwa mimi nimeona maboys wengi. Nimeona maboys wengi. Ataachwa na msee, atakasirika, atatukanana nini. 2 months tu hivi. Anajapata msee mwingine na mambo inaendelea fit. Ako na furaha sasa. Ndio huyo mama atakuja na yeye hapa. Sasa sijaelewa kuna wasee lazima tu yani apate msee. Haya. Kuna wasee street reputation yao ina bank on kwa na dem. Sasa unakumbuka kama ule South Africa? Sasa huyo it's like one of those people like anataka tambulike yani msee akwangi peke yake. Ako na madem always, unaona? So pia hiyo ni issue nyingine. Azimio kwake anaona inampatia ma points mbaya. Inampatia ma points, inampatia heshima ati kwa maboys wengine. But ni heshima nipata. Shida ni heshima nipata wapi? Anauza uoga. Anauza uoga, shida ya anauzia hawana do. Lakini hiyo yake kenye naweza sema kuna kitu tu kanamsumbua. Kwa vile alikuwa anaputi hizo vitu. Mimi niko sure kwanza vile alikuwa anaongea unaweza kumwambia tu sasa tuishie huko hivi hata mimi niachie kadem kamoja. Atakupatia excuse fulani. Atakupatia excuse nyingine mbaya sana cause hakuna wa madem kwa nyumba. Yaani yeye anaishi kwa imagination. Yaani imagine yuko na wa madem kwa hao. Alafu mtu kama huyo akipata dem ndio tu hivi kiasi. Hamtapumua. Hata maliza mbaya. Hata mzungushe huko pote. Lazima alete kwa uso. See, this is my chick. Hata kama hajakuja na yeye atakuonyesha. Ni kama ule mnaija hapa Kijikawa. Mimi kuna stories like those are your problems. I'm not your boys, I'm not your bro, I'm your baba or your loctician. So kuju niambie stories zingine, usikuju kuniambia guy unajua nimeacha simu, acha niende. Akishaendea unacheki hizi ndo angeona hizi zote. Ameona hizi mavida sijui nini like yo stop oversharing please. Hizo information unakupatia mimi sema client akikama hapa the point you're trying to prove I can prove it. Yani unaweza ni provia you can yani naweza ku respect in a different way than kujua wewe ni mtu wa uko na mademu wengi. Like that's no basis of credits. That's no basis of respect. Na tukipata msee mwenye ana respect mtu juu ako na mademu wengi, ni mtu ako na priorities misplaced. Because respect inakuja na ukirespect mtu mwenye yako integral, mtu mwenye anajijua, mtu mwenye yako discipline, mtu mwenye all the good moves. Msee ana make moves. But respect itokani na kutiex madem. Alafu nakuja kubragia wasee. Mimi nimeikuwa na best mwenye alikuwa anakujanga kukuambia hiyo action vile ilikuwa. Anakwambia dem nilimshika. Nikamfanya hivi hapa hivi. Pindua. Sawa wewe ni mnoma. Mimi ukiniambia vitu zote mimi wewe ni mnoma. Sawa good utapata trophy. Amalize hivi ati tuchukue trophy sawa. Shika. Sasa ndio abi trophy hata kuanzia hapo. You see and the difference is kubonga stories kaizo so mbaya but with a close friend. Yani boys wako. Hata mimi usema Juniflex kwao. Ambia tu msee nilipata huyu dem
hata usimention jina. The moment una mention jina hata unaharibu. Wewe sema tu nipata mdem fulani hapo new catch hapo fit. Wako fit. Sasa yeye akwambie unaona ule? Wewe nilishapita na yeye. Baadhi ilikuwa hivi na hivi na hivi. Amekupatia hadi details. Mwingine akipita. Unaona ule mwingine? Atu nishakula. Sasa anaonyesha hadi kwa picha hapa umeshaona mshukuchu. Mimi hata mtu kama huyo siwezi kutrust with manze my friends and my family. Like hata sisi zako walikuja mahali huyo ameenda. Na sasa as in mse kama huyo mimi nilikuwa najiambianga ningetaka kuona story yake. Hadi nione yani hiyo story yake itaendelea hadi when. Na huyo mse hakulastingi kwa hiyo nini? Ni traita fame. Hiyo kwake ilikuwa fame. Hakulastingi long. Huyo mse alikujanga ka change. As in sasa hata story za madem hakunga naongelelea. Kwa hiyo mse angekuja hapa hivi apate hadi client. Alikuwa na katia. Mimi nakwambia wewe unamuongelesha maybe tuseme kama ni msoa ball, unamuongelesha mambo ya ball. Huko peke yako. Yeye focus yake kwa home dem. Aanze tu kumuongelesha, ni aje? Unakaa fiti. Hiyo nywele umetengenezwa fiti. Aanze tu kumcheza hivyo. Wewe unajua tu end game ni gani. Wewe msesa unajua kinyana anadai, anachukua namba. Kisha toka hapa kama amepata hiyo namba. Sasa hakikishajua vile home dem atakuja kwa keja. So msela alikuwa anafanyanga hivyo. Kwake alikuwa anaonanga ni flex nyingine noma sana. Lakini at the end of the day as in hizo ni tabia za high school. Tabia za adole. The funny thing na hiyo kitu nilinotice ingine huo boys akonga na mabeste. So ni kama mimi unajua mimi kwa jembea mimi kichwa kwanza mimi hiyo behavior ilikuwa ni bu. Sasa nikajambianga huyu msee naenda kumstudy na jiuliza huyu msee yes anafanyanga hizi mavitu. Na kwa nini ananga mabeste? Nijua na kulanga mademu ya mabeste hao. Hiyo inaweza kwa point ya kwanza. Na kitu ya pili ni ile ukikuja kwanza kubragia wasee na stories za mademu, kuna wasee hata wengine na wabo. Kwa sababu msemo mwenye anatumia tu akili yake fiti, hata hizo stories za mademu mnaweza ongelelea ile kiasi vile Tony alikuwa anasema juu. Lakini tuanze kuongea ma details za huko kwa curtain huko ndani huko nini. It makes you look like you are just someone who's obsessed with sex. Like there's nothing on your mind, ni sex tu. So unaweza alifanyanga hivyo, ulikuwa unapata msa kwa anapanga mabeste. Anataka kupata tu beste mmoja, so anataka kukushikilia wewe. Wewe ni beste boy anataka kukushikilia. Na sasa news atakao anakupatia hizo news tu za madem sijui nini leo nimepata huyu nini. Like hakuna story mnaweza bonga kama story creative. So madem. Inakuwa tu hiyo madem. So nilitakanga sana kuona ata last for how long. Alikuja akachana na hiyo story. So hata Swiss sijui anafanyanga nini. Juu sasa umejuana na madem wengi. Hadi na ile point yenyewe unapata huyu mdem anajuana na huyu mdem mwingine. Inakuwa tu sasa weird. Inakuanga the entanglement nyingine mbaya. Sasa yeye hata angefaa mari. Alikuwa hadi ameplan tu mambo zake. Hata kumari akasema mimi labda nipatiane tu ball. Ndarezato hivyo. Yaani alikuwa anaona hata ikiwa simple. Vile alikuwa anaisema ungefikiria ni ule msanii. Unaona vile msanii alikuwa anasemanga mimi. Hata wakuja ma twins nini mimi ni sawa. Ndio kureza watu hii ni kusema nini? Hebu turudile topic ya nano plate samu niambie. Mnasema nini sasa? Naweza sema mimi mambo ya kuona hiyo ya nano plate. Penye mimi wanga naipatia point ni hiyo part ya umepata watu wengi. Unajua msee mwenye wakideliver watu hisi ati walikuwa wamepanga wanataka kupata watu wa 9 lakini alikuwa amepanga anataka mtu hoi wakakuja wako hivyo wengi hapo huwezi hepa hiyo story utaichukua hivyo na juu utaichukua hivyo ilikuja na reason God alisemanga kenye anaifanyanga ina happen huku kwa earth si kitu yenye human being haizi handle. Kama uta handle itakuua. Na so hata yule alikuja wako hivyo excess vile wewe unaiweka. Wazazi wali handle na wali manage. Kama ingekuwa ni nini burden yenye hawezani nayo. How they did that? Hapo sasa ndio hatuwezi jua. Unaona wewe ni kama ungejua, unaona ungejua ingekuwa ngumu. Lakini sasa hao kwao wali handle hiyo situation. Obviously, you know, with human beings, anything that comes your way, we are adaptive creatures. You adapt to it. Atu woni msi akona challenge gani? Like mimi naweza angalia msi crippled. Naona guy, maisha msi inakaa ngumu. But msi ako like, yeah, maisha ni ngumu lakini nisha adapt.
I can maneuver myself. So it's the same way venye naona say in my stance hapa na nikiangalia logistics naona hapa ni ngumu kulea watoto wote. Lakini au wakati walipata walikuwa like ndio hiyo storm imekuja, acha tu we sail through this storm. Though mimi kenye naweza sema pia unajua historia wase kuogopa watu wengi ilikamna inaweza kwa ilikuja na social media. I think tu ni ka virus fulani tu kali spreading cause ni economy. Kitambo bado kulikuwa na economy. Unataka kusema time yenyewe kulikuwa na mapero, kulikuwa na economy. Things were much easier then. Hata kuna watu walikuwa na complain hiyo time. Kuna watu walikuwa na complain hiyo time. Unataka kusema hata time it was relatively okay, I can say wewe niambie tu kwa government gani ya Kenyatta, ya Moi, government gani ndio wasio hawajai complain? Hakuna, si ndio? Government zote wasio complain. But that said, unachiki hii factor ya kitambo hata ukipata watu wengi ilikuwa wakubwa watalea hawa wadogo regardless. Alafu it was the village to raise the kids. Like right now it's your family, it's you. Mimi usikuje kuniambia mtoto wangu alipatikana kule. Keep your family in order, unaona? So in a case scenario where you have 15 children, I swear I bet ni kumaanisha you will struggle to keep those kids in order. Ni kumaanisha watu wa kitambo wakipatanga watu wengi au walikuwa tu wako sawa because it was community based, kulelea watoto community based wise. Ambapo hata mama wa yule ama tuseme mtoto wake amefika home late ama your son amefika late, anaweza lala kwa ile nyumba yule jirani. As compared na saizi it's more of your own child, your own problems. Mimi naona tu ni kama times zinaweza kuwa ziko the same, ni ile complaints zimekuja zika improve, syllabus ika improve cause the same way tu wasa walikuwa na raising watu hii kitambo wanaweza tu sahi ni ile tu hiyo fear, na sasa mimi ni social media. Social media ndio imeimpose fear fulani ya saizi salary hao ndio hizo zile juu, unajua vitu mingi zinaanza tu kwa hiyo. But that's the reality vini hao ndio imeenda juu, sijui nini imeenda juu. Na hata hiyo hao time ulikuwa unasema sasa unalipa 10k kitambo msali alikuwa analipanga 5k, ilikuwa relative na hiyo amount. Hiyo 5k hiyo time kuipata bado si ilikuwa ngani, ilikuwa like equivalent ya 10k ya sahi. So mimi nasema juko hii generation tu bado tutakuwa na wasi wanataka bado kupata watu wengi. As much as rende kubwa ndio inasema ati inataka tu watu wawili mmoja, kuna ule mdemu utapata ama boys utapata yeye akiona kuna watu wa 6 kuendelea, familia iko sawa. Sasa hii ndio family. Wasi kama wao sasa utawaambia aje? I mean, naambia that's still a valid dream and it's still a valid cause I can get kuko na watu wengi inaweza bamba cause mko full house, mko nyi wote. Ulisema advantage ya kupata mtu mmoja ama wawili ni azini utawa manage vizuri. Quality, you'll manage them well and it will be a more quality approach. Financial wise, emotion wise, socially. Financial wise, unajiweka hapa kita kwa Mungu. Yeah, msema emotion wise na ameweka juu kupita financial. Si ndio? Nini uamini financial? As in financiality yako ndio uamini unaweza shughulikia watu 9. Naamini inaweza fika point naweza shughulikia watu 9. But then hata nikiwa na hiyo pesa ya kushughulikia watu 6, I don't think me personally I have the emotional capability ya kuhandle watu 6. Unajua aje? Hiyo najua tayari. Hiyo ni kinye wewe unajiambia until upate hao watu hii. Ndio maana hapo nakurudisha kwa story ya God. Okay, kuna hiyo factor ya adaptation. Nita adapt. But I'll be very frustrated. Juu hiyo bado ni unajiambia. Wewe ni mgani? Wewe mwenye alikuwa na habari juzi. Sijui alikuwa na habari sijui kwa wake. Wewe sasa unajua kuna watu wangapi? Najua kuna watoto wengi bidii. Kwa nini? Sasa labda alipata wawili. Yeah, but
Okay, kuja angalie vizuri emotional capability yake ama watu yake. Juu utapata watu wengine wanasema hata daddy hata ananga time na sisi. Obvious. Juu mimi kitu yenye but nikikuwa na wawili hata wawili hautakuwa na hiyo time. Unaweza pata kazi yako ikihitaji ukue kwa kazi mo. Okay, sasa niambie what's more worse? Una time ya watu wawili ama una watu ya watu wa 9? Sawa wote. Vitu zingine ni best. Wezi wa satisfy wote wapate emotional ndio unasema. Unaweza ukiwa na wawili ama watatu, you can. Mimi nasemanga vitu zingine ni best experience first hand. Okay, yeah. But I'm trying to imagine. I'm trying to imagine I have 9 kids and I'm trying to keep up with all their report cards. Aya, 3 of them ni kichwa mbaya. Kelele lazima utakuwa nayo. Kelele. Haya kwa hao hata tuache hizi mashida kubwa kubwa tusijue ameshikwa na polisi ama nini. Kwa hao tu kutulia. Huyu ametulia, mwingine ameruka na nini, TV ndio iko chini. Do you know I've literally talked to some of the guys that seen my age mates na kuna watu hii. Kuna wenye wataniambia roho safi. Lincoln. Ni saa zingine nasikianga tu niende niachie mtoto mahali. Ni hepe. Na kwa nini? Watu wanasemanga hivyo na hawezi fanya hivyo. Unajua hawezi fanya hivyo juu upendo iko juu. Anapenda mtoi sana. But kuna point inafikanga uko like umeboeka. Jumio anasema hata wase wengi tunaona wase wengi wanaanga wako kwa relationship. Nakwambia kama hujaingia kwa relationship usijaribu. Sio sijaelewa hiyo point. Unaambiwa wase hivyo na wewe uko hapo ndani. Wewe hujetoka na unaambiwa wase usijaribu. So logic inakuanga hapo inakuanga gani? As in ni message gani wanatrying kupasa hapo hivyo? I think logic iko hapo. Hata not more of the message they're trying to pass, but logic iko hapo ni ile we are always on the inside. We are always on the inside looking out, or always on the outside looking in. Actually, let me use that. We are always on the outside looking in. Ambapo kama if you're not in marriage, you'll always be looking in. Utakuona iko na advantage. How ukiwa in marriage, you'll be looking out. Utakuwa like I wish I was when I was single. So hiyo ndio inakwanga tu factor ya binadamu. Na tukilinganisha na ile effort inasema mwanadamu hawezi tosheka. True. Ni kama vile wanasemanga mse yako job ana complainingi job ma working hours nini working hours. Aki lose job anataka job yenyewe hata anaweza endanga hata anasema hiyo kazi nitachapa so long as nimelipwa mamilioni alafu ulipwe. Hii job ina ni stress. So niyo factor tu. So hapo inaeleweka sasa. Lakini mimi najua unaona hata upate watu wanatoshana aje. Kwa sababu kuna watu wanapata watu few, unajua unapata watu hata watatu. Na mmoja ama wawili wakufe. Kwa sababu kama hiyo utataka kupata tena watu tu wengine. Mimi nimeona wase kama hao. Sasa napata watu hii kuna watu kama 4, wapata hata wawili wanapass. Mwingine ni mgonjwa, mwingine maybe ka accident ama kitu kama hiyo. Umsema nataka kupata watu wengine. Sasa unapata hata wase kama hao sana kuja sana wanaenda hapo wanapata watu wengi. But that's the wrong idea, Vini. You can't say unapata watu wengi. Ndo at least wawili wakidedi wabaki na wengine. Azin mara ya kwanza hata huko umepanga ati wana dedi ama nini. Ni kitu tu ili happen wakadedi. Sasa sijui ni hasira ama inaonga ni nini. Juanga wanarudi wanapata sawa watu wengi. Wanapata watu wengi wamekuja wamejaa. Sasa sijaelewa hiyo point. I think ni hiyo factor. Like venye walipoteza watu like yes, sitaihoji pata kwa hiyo situation tena acha nipate wengi but hapo umejikanganya because the same love you'll have for one kid is the same type of love you'll have for 9 kids. Na believe zinakuwa different sana. But say ya 9 kids utakuwa strained kutoa hiyo mapenzi. Ya 2 kids hautakuwa as strained. Una dilute. Jimmy usema the more watu ni wengi na wanahitaji juice. The only thing unadoingi ni kuongeza maji. Juice. Kila mtu atakunywa. Hapo lazima tutaelewa. Acha tupatane kwa episode nyingine. Wewe sio part gani? Tumesema. Hakuna haja. Mimi nimetaja na jina. Tasema ilizima.